Na mwana michezo wa Seba Sport, karibu sana katika Michezo Stories na mimi Seba. Niko hapa kupiga story ya soka. Kumbuka, Tanzania tuna fainali 2 hivi karibuni za michuano ya CAF. Na fainali hizo zimeletwa na wababe wa soka la Tanzania, Young Africans pamoja na Simba. Naam, niko hapa kuzungumzia kwamba ni timu ipi kati ya hizo ilikuwa na njia rahisi ya kuleta kombe la CAF Tanzania. Je, ni Yanga ama Simba? Hii inahusiana kutokana na timu walizokutana nazo kuanzia robo finali, nusu finali mpaka finali. Je, ni timu gani ambayo imekutana na wapinzani ambao wana hali wana quality ya kawaida ambao ingefanya timu husika kuleta kombe Tanzania? Nikianza na Young Africans. Yanga ilikutana na Rivers United katika hatua ya quarter final na ikasonga mbele katika hatua ya semi final, ikakutana na Marumo Gallants kutoka pale SA South Africa, na finali ikakutana na USMA USA Alger kutoka pale Algeria, na finali tulishuhudia ikiisha kwa aggregate ya 2-2, USM Alger wakichukua ubingwa huo kwa kigezo cha goli la ugenini ambalo walipata ushindi katika dimba la Benjamin Mkapa 2-1, lakini Young Africans na yakapata ushindi ugenini wa goli 1, hivyo aggregate ikawa 2-2. Tukija kwa Simba Sports, katika hatua ya quarter final alikutana na Al Masry kutoka pale Egypt, na katika hatua ya semi final wakakutana na Stellenbosch kutoka pale SA, nikimaanisha South Africa. Katika hatua ya finali wakakutana na RS Berkane, na katika finali hiyo Simba alikubali magoli 2-0 ugenini na akakubali sare ya 1-1 katika uwanja wa nyumbani. Swali langu ni lile tu kwamba kati ya hizi timu mbili kuanzia robo finali, nusu finali na finali, ni timu ipi ambayo ilikutana na wapinzani wa kawaida ambao kulikuwa hakuna sababu ya kupoteza kombe la shirikisho? Usisahau comment yako ni muhimu sana. Pia usisahau kusubscribe YouTube Seba TV. Karibu sana kwa maoni yako. Timu ipi ambayo ilikuwa na uwezo wa kuchukua ubingwa kutokana na wapinzani aliokutana nao?